Fauzia. Leo jamani mtaani kwetu kumechangamka. Kumenoga bana. Wewe kumenoga. Unajua raha ya mtaa kuwepo na zile kashikashi za mtaa. Hizo hazikosekani. Sasa kuna mama mmoja alikuwa anacheza vikoba. Umeona wakazulumiana. Umeona? Sasa wameenda nyumbani kwao. Yaani nyumbani kwa ule mama. Ndio. Usomba vitu. Sasa yule kausha damu. Yule baba alikuwa hajui kwamba mke wake anacheza hiyo michezo ya hivyo vikoba. Sasa vitu vinachukuliwa ndani. Baba pressure juu nakwambia. Wakatoka hapo mkuku anapeleka na hospitali. Kwa mama haelewi. Amwae mume wake au awa vyombo. Jamani nikasema hivi michezo tunabidi tuwe nao makini sana. Unajua kausha damu mpaka ucheze mchezo lazima uwe kwenye hapa sasa zipo. Kama pakavu tia mchuzi utasombewa hadi paka nyumba. Kila kitu vikaenda nakwambia. Kwa mama yuko dilema nakwambia, analia hajui alilie vyombo alilie mumewe nakwambia pressure iko juu kadondoka pale chini. Kwa sasa makelele wote hawaelewi, wanasomba tu vitu wanaondoka navyo. Sasa jamani haya maisha. Na anaga huruma sana ile mchezo. Umekopa hela lazima huruma isiwepo. Raha deni kulipa. Sawa. Haya. Vipi na huko mtani kwako kunani? Mtani kwetu kwa leo kupo shwari. Zaidi tu ya kutana na jam barabarani. Kwa mpaka nimefika hapa nimejitahidi sana. Shuka kwenye bajaji, panda boda. Watazamaji wa Meatu TV ili wasiweze kukosa morning connect. Na mtazamaji, unaweza ukatuambia mtani kwako leo hii kulikuwa na keshi gani au kulikuwa umepitia changamoto gani huko mtani kwako, au kuna kitimbwi gani unatamani Meatu TV tufike tumulike jamii ifahamu zaidi. Jina langu ni Minado, niko na Faudhia hapa na mkononi mwangu leo hii nina gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, nina gazeti la Wamachinga, nina gazeti la Tanzania Leo, nina gazeti la Mwanahabari. Kwako? Mimi kama kawaida na gazeti la Mwanaspoti. Ndio. Kata kiu ya michezo na burudani. Haya, nikianza moja kwa moja na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. House girl adaiwa kumnyonga mtoto, amtundika kwenye kamba na kuanika nguo. Kuanikia nguo. Upo wadada wa kazi. Kwa hiyo kamba ya kuanikia nguo katundika mtoto. Inaumiza sana. Hii habari utapata ukurasa namba 3 wa gazeti lako hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Jaji Warioba aelezea magumu anayopitia. Habari utapata ukurasa namba 17 gazeti lako hili la Nipashe. Ukitaka kujua kwa undani basi kamata gazeti lako hili la Nipashe. Ripoti ya Jaji Chande, Mwambukusa ibua na kasoro 30. Habari utaipata kwa kina ukikamata gazeti la Nipashe Mwanga Jamii na eka kando na kamata gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. CCM mguu sawa uchaguzi 2027. Kivipi na kwa namna gani? Kama gazeti lako hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge litakujuza zaidi. Daktari Mwigulu ateta na rais wa IFAD jijini Nairobi, Kenya. Habari utaipata kwa kina ukikamata gazeti lako hili la Wamachinga na eka kando gazeti hili na kamata gazeti la Tanzania Leo. Afya yawa kielelezo mafanikio ya Samia. Habari utapata ukurasa nambari ngapi? Namba 2 wa gazeti lako hili la Tanzania Leo. Wameelezea vitu vingi sana. Ugonjwa UTI yatibiwa, malaria, vitu viko vingi. Na kuna habari picha hapa tunamwona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kinara wa afya Afrika ya uzazi. Habari hii ukikamata gazeti la Tanzania Leo litakujuza zaidi. Habari nyingine inasema Dr. Mwinyi, CCM itaendelea kujiimarisha kiuchumi, uwekezaji. Habari utapata ukurasa namba 3 wa gazeti lako hili la Tanzania Leo na ikakando gazeti hili na kamata gazeti la Mwanahabari. Gazeti bora kabisa. Rais Samia kushuhudia uapishi wa Rais Museveni Uganda. Habari utapata ukurasa namba 2 wa gazeti lako hili litakujuza zaidi.
Habari nyingine inasema Dkt. Mwinyi, CCM itaendelea kujiimarisha kiuchumi. Kwa namna gani na ni kwa vipi? Basi kamata gazeti lako hili la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, litakujuza zaidi. Mimi naika nukta hivi. Hebu tuambie kwenye kona za magazeti huko kwenye michezo kunani? Kwenye michezo kwanza yepe exclusive. Shida iko hapa. Wapi? Ni gazeti la Mwanaspoti. Ile ujue kwa undani zaidi ni shida gani, kamata gazeti hili. Habari nyingine nasema pichi la Mkapa litakuwa kama Santiago Bernabeu. Nakamilisha katika gazeti la Mwanaspoti. Na kamata gazeti la Tanzania Leo. Habari kubwa inasema Chama mguu ndani nje Simba. Na habari picha tumuona mchezaji wa Simba Clatous Chama. Habari nyingine nasema safu shambuliaji Yanga tishio. Kwa undani zaidi kamata gazeti la Tanzania Leo uwele ili uweze kufahamu. Habari nyingine nasema kwamba jumba jeupe la iponza Yanga. Ni jumba gani hilo? Kamata gazeti la Tanzania Leo ili uweze kufahamu zaidi. Na kamata gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa inasema mkataba mpya wa Chama Simba uko tayari. Habari kamili utaipata kurasa wa 15 mwa gazeti hili. Habari nyingine nasema Yanga yapigwa faini, meneja afungiwa. Habari kamili utaipata kurasa wa 15 mwa gazeti hili la Mwanahabari. Habari nyingine nasema Mayele aipa taji lingine Pyramids. Na habari picha tunamuona mchezaji huyo wa Pyramids Fisto Kalala Mayele. Habari kamili utaipata kurasa wa 15 mwa gazeti hili la Mwanahabari. Na kamata gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Habari kubwa inasema Yanga yapigwa faini kuvalia jumba la dhahabu. Na habari picha tunaona jumba hilo kwa namna gani. Kamata gazeti la Machinga ili uweze kufahamu zaidi. Habari nyingine nasema Edna Lema tumestahili kufuzu kombe la dunia. Habari nyingine nasema Mwalimu Yanga tutabeba ubingwa. Na habari picha tunamuona kocha wa Young Africans ambaye ameachiwa mikoba na kocha ambaye amefurumushwa pale Yanga, kocha Pedro. Na kamata gazeti la Nipashe. Habari kubwa inasema Yanga Sport Club yatembeza bakuli. Kwa namna gani Yanga anaanza ile kutembeza bakuli kwa mashabiki? Kamata gazeti la Nipashe. Habari nyingine nasema Baka ampigia saluti Chama. Na habari picha tunamwona mchezaji wa Simba Clatous Chama. Kwa habari yote ipata kurasa wa 23 mwa gazeti hili la Nipashe. Nimekamilisha katika magazeti yote katika kurasa za nyuma za magazeti ambayo hususan ni kwa ajili ya michezo na burudani. Nimependa hiyo Yanga kutembeza bakuli. Aishushi blandi kweli hapo. Washapitia nyuma. Kwa hiyo ni kama hilo tukio limeanza. Maana Yanga amepigwa faini kutokana na ili jumba la dhahabu. Ili ufahamu zaidi unaweza ukapita pale Meatu TV. Ile undani zaidi ipo pale. Tumejaza story nzima. Sawa. Na wewe ambaye unajiuliza kwamba ni sehemu gani nzuri unaweza ukapata tulizo la roho, nafsi, akili, basi nikwambie sehemu ni moja tu, ni pale Mikumi. Fika pale, kuna utulivu ambao yani hauelezeki. Utapata amani ya moyo, utapata chakula kizuri, utapumzika sehemu nzuri. Yani ukipiga picha mtu anaweza akakuuliza wapi hapo? Ni Ulaya. Unajua ile mimi sikuulizwa nilipigaga picha. Wapi hapo? Ulaya. Nikamwambia Ulaya? Au Marekani hapo? Nikamwambia sio Marekani. Hapa Tanzania. Mikumi tu. Nipe namba nikatoa. Kwa hiyo na wewe ambaye unatamani kupumzika, kutuliza akili, basi fika Mikumi pale, au unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu ya 0715333330. Ukiwapigia tu watakupa utaratibu mzima na gharama zao ni nafuu. Yani Mtanzania yoyote unaweza ukamudu. Ukienda na familia yako, ukienda mwenyewe, au nyinyi ambao mko kwenye uchumba, ukienda pale ukampeleka akaona mandhari mazuri kabisa, utulivu. Na wewe ambaye
ndoa yako kidogo ina msukosuko, ukienda pale ndio sehemu ya kuomba msamaha. Au yale mawazo yale akausha damu, unaweza ukamalizia pale Mikumi. Wasiliana nao, watakupa utaratibu mzima wa kufika na namna gani ya kufika, na ukaweka booking yako na mambo yakaenda vizuri kabisa. Mimi jina langu ni Minado, niko na Faudhia tu, hatuna la ziada, tuseme asante kwa wale ambao umetega sikio lako, na pia usisahau kusubscribe, kulike na comment kwenye Miato TV ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tutakapokuwa tumeweka taarifa mpya. Na pia niliacha swali. Tuambie kwenye mtaa wako umekutana na tatizo gani? Na ukiona hilo tatizo ni zito zaidi, basi unaweza ukatuandikia namba yako ya simu na sisi tutakutafuta tukafanye mahojiano na wewe. Asante.